Kwa heshima kuu nitaomba Papa Ufasia ukuje uombe kwa ajili ya neno la siku ya leo. Karibu. Asante. Na tuamini na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, yowe unayeishi milele, asante ni wewe unayetupa mbegu kwa ajili ya kupanda. Mtumishi wako Bwana amesimama kwa ajili ya kunena na mioyo ya wacha wako. Mpake mafuta yako yanukayo, akapate kibali mbele yako na mbele ya mwanadamu. Alinenalo Papa aliweze kuokoa roho zetu. Asante Bwana, mtie nguvu, maana uweza ni wako. Shetani ashindwe kwa Yesu naomba. Amen. Bwana asifiwe. Mlembeli bukana. Family ya mama marehemu, baba baya ameachwa, ndugu zangu na dada zangu, wana kijiji wote, wana matanga wote, Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ameandaa siku ya leo tukutane kwa ajili ya kusherekea maisha ya mama. Na washukuru wale ambao wamefanikisha mambo yakawa jinsi yalivyo. Wale ambao walikesha hapa, wale ambao walitoa senti zao kwa ajili ya msiba huu, wale ambao hata wametoa maombi kwa ajili ya kazi hii. Mungu wa amani awabariki. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Jiani nikija nimepita katika maboma karibu matatu ndiposa nifike hapa. Hata ukipotea kama ujui penye utaenda, onyarawali na kama sikakandi nohola niyo chata, si ni ukweli? Kwa hivyo tunaona ya kwamba kifo kimekuwa kingi, lakini jawabu kubwa ni kwamba tuombe. Mungu mwenyewe ajua sana wakati wa wapendwa wake kulala. Kwa sababu tumekuwa watulivu, kwa sababu kanisa imeenda haraka kidogo, niruhusu pia mimi nisichukue muda mrefu, lakini niseme neno moja au mawili. Kulole wera huye tariena. Bwana asifiwe. Amen. Nataka kuongea juu ya mtume Paulo. Nechana nesikunia maika konera kwa chanende wanda fwe Dismas. Tukakutana na baba na dada zetu, na nikapata nanyola limenya lya mai papa na shuhudia. Nanyola limenya lya mai bawanda na bashuhudia. Tulipata ndugu yetu anaitwa Steven. Ni Steven. Ndiye alikuwa amefika tu kutoka Nairobi. Mainga ko kali ndazakola na Roma alipape owolano na sasa zikenda kukenje Nairobi ekakobolanga. Alikuwa amevunjika moyo. But Steven alikuwa anatuambia ya kwamba pikipiki iliyomfikisha hapa niyo ya marondi maine ila siaozi. It's painful, isn't it? Very painful. Yakira nevasya omurumiki anayeitwa Paulo. Paulo alifanya kazi ya Mungu ikasidi sana, ikaenda juu sana. Mwanzo wake ilikuwa ni msumbufu sana, yeye ndiye alikashifu. Niyo wakayanga alipo bandu babukana mubeabuza. Yesu niye muroma alidanganya, asema Paulo. Yule Yesu msemaye yu wapi? Yesu muluweni. Lakini alipokutana na Yesu kwa radi, mitume wengine. Na akaandika vitabu vingi kuliko mitume wengine. Uwekana umuruweni wakolarie. Ndio wapokozi wakasema mwenye alikataa kichwa ndio alibeba. Na wale wasema kifo ishindwe na tunakufa bado. Ufanya mimi nasema kifo ikue, nikisema ikue na inaisha. Paulo kakole kazi ya wele hata kola aundu abukula zaidi tambaa na arahu mundu na alwala no mundu akafika mahali anachukua tu kitambaa na anaenda kwa mgonjwa na anapona.
kunao wahubiri hapa wanachua kile kitabu. Kuna kitu ilikuja ndani yake ambayo inatusumbua usiku na mchana. Kona undingana gani ya muboreleli ese Paulo nono nabana kamani kama kalika kukole kazi ya wewe. Hata alika wala mahali tukamwambia mimi Paulo sasa niko na nguvu sana ya kufanya kazi ya Mungu. Yakobo bano sobanyalata ese sengene nisonyala. Ikawa kana kwamba anasema watu kama Stefano, Yakobo hawajui hii kazi ni kama mimi ndio najua. Murugendo rwa kunyala chingana gani cha mubamo cha kwesima. Juu ya hiyo mawazo kamkujia ya wanasema pride. Khadunga khwerona khecha homo sikile kazi ile khebenda enda. Akajiona kwa madaha sababu kazi yake mavunuo mengi sana, akaenda juu sana. Katika hayo mavunuo Yesu karola alikuefumyali tahese. Kwa ufunuo Yesu akaona kusema msinga kwa nini yako kwa kumbukumbu la Torati. Mimi ni Mungu wa wivu. Ole kholo mubira na khubera. Ukijifanya mshinda na unafika. Hata Musa mulukendo rwewe wereka mani ali kupali bale Rusia kamechi na Moses aloma alitakesa sasa munywele kamechi kola Kanani. Hata Israeli Mungu akamfanya Musa pika hiyo mawe na itoe maji. Maji yalipotoka Musa akasema nisingalikuwa mimi na hakufika Kanani juu ya hiyo. Baby hao ndikacha Singapore lakini zakola Kanani. Labda alienda Singapore lakini Bwana asifiwe sana. So Paulo kale kakitu kakamuingia. Lakini uzuri wa Mungu akaona ya kwamba huyu mtume Paulo nisimuache. Kahoreko kwa nende shetani. Wela horeko kwa nende shetani. Kafanya Mungu akafanya shetani aliwase. Chokupeliwa mulubafu lwa Paulo. Na Mungu kamwambia shetani nenda kadunge mipa katika upafu wa Paulo. Lwa Paulo. Nono Paulo na alakenya kuerola neliwa libaruka. Ikawa sasa Paulo akitaka kujiona na uchungu ya mwiba na Mungu. Bwana asifiwe sana. Paulo alihagenya hupara alinionyala naliwa lihola riena libaruka. Ngomo kupiwa kumupira. Bakuramo si chuma. Neba mako irayo sikeresia si chuma na mwoyira sisindi. Neba opponent yoona yero mazeli sikeresia we sione khaziko tachoma kiresiko. People look for our weaknesses. Sebalola anga our strength. Shetani kapa Paulo liwa mulubafu pap. Shetani akamgonga Paulo miba kwa upafu. Yesu mwikulu aromale peleke oyahwa. Yesu binguni akasema hiyo ni ya majivuno. Kubona ko ni unefu mioli ni wosa ilanga bantu baona. Kubona ko unefu mioli. Haya na kama utasiti kusema wewe ndio unaombea watu wakipona, wewe ndio unapata maono. Ilifanya Paulo kacha Yesu mara tatu akimuomba, akimsii. Waswahili wanatumia neno kumsii, kumwekongoera, akimuomba niondolee hii mwiba. Wewe umanyiro mimi ni mtumishi wako ninafanya kazi. Hata haya makanisa yote mimi na kuomba uniondolee hii miba. Yesu kamromba aliwasa asante. Mara ya pili tena Paulo akarudi huko. Mara ya tatu Yesu akamjibu, nataka kuambia Paulo, sitatoa mwiba katika mwili wako, lakini kwa neema utaishi naye. Kwa neema utafanya nini? Oramenya sana liwa lakini sio kurusia holiwa murubavuta. Sikira liwa lino kuweye ndio lincheta. Olikuba lwefumiane ndi barusi. Nono se kurusia kwa moliwa lino tamenya sana nena. Lakini uchakumenya nalyo kusisa sia wele. Bwana asifiwe sana. Amen. Paulo kasa mara ngapi aliwa rr. Nono kama Paulo kasa ilaga bantu kama wana karura mumibiri kyawe. Kero ajira abantu kama wana karura muchibavu chawe lakini niye ngabamu upamo bali alikesa yengesa yangalindure Yesu kama balano beasa lunolero lisaya olamenya sana liwa kwa neema. Mungu akamwambia Paulo ya kwamba katika ule udhaifu wa mwiba hapo ndipo mimi nitajidhihirisha. Mwambie safi sana. Muri walia nelio niye ongumbuke omanyoli nisewa kuwakamani kama funuo. Niye omanyoli ze ndio. Lakini narusia moliwa, olukuerola, olukuefumia.
Kwa hiyo miba ndio ujue mimi ndio nikupea nguvu ya ufunuo, na ndio ujue mimi niko. Lakini nikitoa miba utajisifu, utajiona. Kachi barundi Paulo amubolerani. Mara kama anikase kali mu butekele bubwo. Yani kama anikase naramuliwa. Kani wera rumanga shetani wakati mwingine. Na Mungu tena akamjibu Paulo akisema, nguvu zangu niweke kwa hiyo miba. Kumbe wakati mwingine Mungu humtuma shetani. Ukikataa ulizeni Ayubu. Bwana asifiwe sana. Kauko bolengo niyo kumenyire. Anano. Na tukarudi manyumbani mwetu kama kwangu au kwako. Mungu anaweza kupea nguvu. Ukawa mkulima hodari katika kijiji chako. Lakini upate mwiba kupitia kwa bibi yako. Anaiba hiyo mahindi akiuza. Ukipanga kumfukuza Mungu anasema haendi, utaishi naye kwa neema. Haendi manake mimi ndio nilifanya aanze kuiba. Haendi mahali popote. Ndio inaitwa mwiba. Tuko kwa kanisa, changamoto ni nyingi. Na bora hata waro wakubukana. Lakini waro wakubukana unamenya wai. Changamoto ni mingi mpaka wengine wanaamua hawaendi kanisa. Lakini sasa kuishi bila kanisa utaenda wapi? Mimi nimesimama hapa. Munyana mwapa aramuliza malaika. Lakini wako bolengo wasi baba anavaze saa hii. Nasafiri hivi mudhani mimi ni malaika, lakini nikienda nyumbani kwangu nasabire were ndi papa njete ba merulu. Ezukunia sabire. Bakwerera za kuwili para. Nimeomba Mungu waachane na pombe, lakini siku yenye nimeomba ndio wanapebwa kwa wheelbarrow. Huwa inanifanya nikuwe juu, nikuwe na majifuno. Lakini watu nao watauliza mbona watoto wake na mfinyo. Nikikumbuka inafanya na nyenyekea na kukasa mwendo.